Nabii Ibrahim ni miongoni mwa watu ambao walipewa hekima na busara tokea wakiwa ni wadogo sana, lakini alizaliwa katika familia ambayo wenyewe wanaabudu masanamu, na hilo jambo walikuwa wakilipinga sana kila siku na kutaka kuwaonesha ya kwamba hili jambo, haya masanamu hayana faida yoyote. Aliwaamrisha na kuwakataza, lakini pia kupambana nao ili waache ibada hiyo. Lakini mwisho wa siku, wakati katika harakati za kupambana kuwaachisha wasiabudie hayo masanamu, Ibrahim alichomwa moto, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa na aliuambia moto kwamba kuwa baridi na salama kwa Ibrahim. Ibrahim alipoondoka pale alikwenda kufanya ulinganiaji sehemu nyingine, na alimuoa Hajra mkewe, ambaye alifanikiwa kupata Ismail mtoto wao huyu, na alikuwa mtoto wake wa kwanza. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alimuamrisha kwa amri ya Allah atoke pale aende katika bonde la Makka ambalo lilikuwa ni kavu sana na hakuwa hata na watu, lakini Ibrahim kwa kutii amri ya Allah alikwenda mpaka Makka. Inasimuliwa, ewe ndugu yangu kipenzi, kwamba Ibrahim alipofika pale Makka alikuwa kulikuwa na ukame sana, na mke wake katika harakati za kutafuta maji akawa anazunguka katika vilima viwili vya Swafa na Marwa. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akaleta maji ya Zamzam na Ismail akanywa na akakuwa mpaka akawa mkubwa. Lakini nabii yetu Ibrahim huyu alipewa mtihani mkubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala, na mtihani huu ni ile ndoto yake ambayo aliota akiwa anamchinja mwanawe, na kwa sababu ndoto za manabii huwa ni wahi, alipoamka basi alimueleza mwanawe, na mwanawe alikubali, kipenzi changu, akamchukua kwenda kumchinja. Allah subhanahu wa ta'ala alimbadilishia kwa kumletea kondoo. Na Ismail alipokuwa mkubwa sasa kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha wajenge nyumba ya ibada ya kwanza kabisa, na nyumba hiyo ilijengwa pale Makka, na ndiyo hii Al-Kaaba. Baada ya kukamilika, ndipo Allah alimuamuru kwa amri kubwa zaidi kwamba waite watu wote duniani kutoka katika kila pande waje katika hii nyumba kuniabudu. Ibrahim akamuuliza, nitawezaje mimi na sauti yangu hawezi kuisikia? Akamwambia, wewe ita na ni juu yangu mimi wito wako uwafikia huko walipo. Ewe ndugu yangu kipenzi, watu kutoka mataifa mbalimbali, nchi mbalimbali wakawa wanatoka kuja pale Makka kwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya hija, na ndio mpaka hii leo hii watu wanakwenda Makka kufanya hija, mataifa mbalimbali, China, Uingereza, Tanzania, Nigeria, sehemu zote za duniani, watu wa rangi tofauti wapo pale Makka kwenda kufanya hija. Na ni hivi kesho kutwa tu ibada hiyo inakwenda kutekelezwa, lakini chanzo na nyuma ya story ni hii ambayo nimetoka kukupatia kutoka kwa nabii yetu Ibrahim. Jina langu ni Saad Juma Shemalambo, unaweza pia kuniita Mr. Bardan. Bardan wa salama, baridi na amani.